Ni wakati gani sahihi wa kuweza kutoa taarifa pale ambapo utakuwa na watoto nyumbani au umezungukwa na watoto ambao ni wako? Inawezekana watoto wakawa ni ndugu zako au majirani, na pale ambapo utakuwa katika hali ya ujauzito. Hii ni mada ambayo imekuwa na maswali mengi sana kuhusiana na wanawake ambao wale wamekuwa na watoto wengi, ambao sasa hivi watoto wengi sana wamekuwa na elimu au wamekuwa na ufahamu zaidi kulinganisha na zamani, ambapo mzazi anaweza kujificha au akawa anaweza kuwa na hali ya ujauzito na akaweza kumficha mtoto wake, na hususan hadi pale ambapo mama anaenda kujifungua. Maana yake mtoto anakuwa hajui ni kitu gani ambacho mama anakuwa nacho tumboni, au hapati ile nafasi ya kuuliza zaidi, au anakuwa anajifunza. Kwa hiyo akiuliza na mama akijaribu kumjibu vibaya au kumjibu vizuri, basi maswali yale yanakuwa machache na mtoto anakuwa hawezi kufuatilia na kuuliza zaidi. Hususan sisi ambao tumekuwa hivi karibuni tumekuwa tukidanganywa kwamba mtoto huwa anazaliwa, mtoto huwa anaokotwa, au mtoto anafuata supermarket. Kwa mama anatoka anaenda supermarket, siku akirudi anarudi na mtoto. Lakini sasa hivi dunia imekuwa tofauti sana. Watoto wengi wamekuwa na ufahamu wa kutosha na kupelekea kuuliza maswali tu pale ambapo watahisi mama anapitia hali ya kawaida, au mama anaonyesha dalili ya ujauzito kutokana na yeye amesoma, au inawezekana kutokana na majirani ambao wanamwambia kwamba wewe mdogo wako anakuja, amuoni mama amepitia ujauzito, au mama anapitia ujauzito, au mama amepata ujauzito. Kwa hiyo mtoto anapofika nyumbani anakuja na kuuliza mama una ujauzito au umebeba mdogo wangu tumboni? Kwa hiyo sasa ni wakati gani ambapo mama anapaswa kutoa taarifa? Mimi nitakuja na maoni mawili au ni majibu mawili kwa hiyo mama ambaye ufahamu, lakini kwa ambao unafahamu ni wakati gani kutoa taarifa, basi nafikiri naweza ukachangia hapo chini na kuweza kujua ni wakati gani sahihi kwa mama kutoa taarifa pale ambapo atakuwa katika hali ya ujauzito. Sehemu ya kwanza au jambo la kwanza ambao mama anapaswa kushauri na kuweza kutoa taarifa, hususani kwa yeye mama ambaye atakuwa na watoto, ni wakati ambapo mama utakuwa na maamuzi binafsi, au wewe utaamua kutoa taarifa kulingana na yeye ambavyo unaamua. Inawezekana watoto wako wakawa bado ni wadogo sana, kwa hiyo nafasi ya kuwapa taarifa inawezekana ikawa ni chache, au nafasi ya kuwapa taarifa na kuweza kukuelewa basi inawezekana ni chache zaidi. Lakini pia jambo la pili ambalo huwa inategemea na utoaji wa taarifa, pale ambapo watoto watakuwa na umri ambao unafikiri wanaweza kupokea taarifa na kuweza kujiandaa kutokana na hali ambayo unapitia mama au ujauzito ambao unao. Kwa hiyo maana yake tutaangalia makundi mawili. Hali ya kwanza ni hali ya mwanamke mwenyewe kufanya maamuzi kutokana na watoto ambao uko nao, lakini hali ya pili, maamuzi yanategemea kutokana na watoto ambapo uelewa wao. Unaangalia uelewa wa mtoto sasa. Mama unatoa taarifa kulingana na uelewa wa mtoto ambao uko nao. Inawezekana akawa amesoma na akawa anajua, lakini wewe ukawa unawaficha. Lakini vitu gani sasa ambavyo vinaweza vikakupa ishara ya kuonyesha kwamba unapaswa kutoa taarifa? Basi pale ambapo mama atakuwa na watoto atakuwa na kuuliza mara kwa mara, ni mama unapitia nini au kitu gani kiko tumboni? Mdogo wangu anakuja kwa sababu watoto wamekuwa na matamanio sana ya kuitwa dada au kuitwa kaka. Mwingine anapoona tumbo inazidi kuongezeka, basi watoto wanakuwa na maswali mengi sana na kutaka kujua ni nini ambacho kitaendelea hapo baadaye. Kwa hiyo ni vyema ukatoa taarifa, lakini pale ambapo mtoto anatokea amekuuliza kutokana na kuona tumbo kila siku likiongezeka, basi ni vyema ukatoa taarifa mapema zaidi na kuweza kumnasua mtoto au kumnusuru mtoto kuweza kupata taarifa kwa majirani au kuweza kusoma, na baadaye kuanza kuhoji maswali mazito ambayo wewe mwenyewe ulifikiri kwamba unapaswa kumficha wakati mwenzio anayajua, na baadaye kukuhoji na kuanza kuona aibu ukiwa kama mzazi. Kwa hiyo ni wakati gani kutoa taarifa zaidi? Mama utaangalia na nafasi ambayo unayo, lakini jukumu la pili au nafasi nyingine ambayo mama unapaswa kutoa taarifa pale ambapo utakuwa na watoto ambao ni wakubwa na wenye ufahamu kabisa. Kwa hiyo ni mazingira mawili ambayo mama anapaswa kutoa taarifa. Pale ambapo mtoto atakuwa na hoji kuhusiana na ujauzito au tumbo kuongezeka, lakini pia tutaangalia umri wa mtoto, lakini na jukumu nyingine mama mwenyewe utaamua ni wakati gani sahihi wa kutoa taarifa kwa wale mazingira au watoto ambao wako nyumbani, kuliko mtoto kupata taarifa nje na kuambia kwamba mama ni mjamzito, baadaye atakuja atakuhoji na mama utajisikia aibu zaidi. Asante kwa kuendelea kufuatilia video hii. Ni mimi muuguzi wako Nasri Mfaume, lakini pia ni mwandishi wa kitabu cha Uzazi Salama ambacho mama na jamii tunaenda kujifunza mambo mbalimbali kuhusiana na changamoto ambazo anapitia au maarifa mengi kuhusiana na uzazi ambao anapitia wakati ambapo atakuwa katika hali ya ujauzito. Maarifa haya au kitabu hichi kitaenda kukujibu namna ambavyo mama anaweza kupata ujauzito wakati ambapo mama anaweza kupata ujauzito pale ambapo anapitia changamoto, lakini kufahamu mzunguko na wakati gani sahihi kwa kuweza kushika ujauzito, lakini baada ya kushika ujauzito ni vitu gani ambavyo anapaswa kuzingatia kipindi chote cha ujauzito, mabadiliko ambayo ni ya kawaida na mabadiliko ambayo sio ya kawaida. Lakini pale ambapo atakapojifungua wote tunaamini kwamba mama yuko salama. Kwa hiyo tutaangalia vitu gani ambavyo anapaswa kuvitazama kwa mtoto wake pale tu anapojifungua. Kwa hiyo kitabu hichi
kimebezi sehemu tatu, ambazo sehemu ya kwanza ni kumfahamisha mama ni vitu gani ambavyo anapaswa kuwa navyo makini pale ambapo anatamani kupata ujauzito, kwa kuweza kutazama vyakula au vitu vya muhimu vya kuzingatia, lakini kumzunguko wake pia ambapo utampa direction ni wakati gani ambapo anapaswa kushiriki tendo la ndoa na kupata ujauzito, na wakati gani ambapo hapaswi kushiriki na kuweza kunusuru kupata ujauzito, kama imetokea ushashika ujauzito na unapitia kipindi cha kunyonyesha au bado na matatizo ya kiafya, ni wakati gani sahihi kwa kuweza kushika ujauzito. Lakini baada ya kupata ujauzito ni vitu gani vya kuzingatia pale tu unapoanza kushika ujauzito na mpaka ambapo mama anaenda kujifungua. Matatizo yote na solution zote au changamoto ambazo wanawake wengi wamekuwa wakipitia wakati ujauzito wao, basi anaanza kupata maarifa kupitia kitabu hichi. Lakini baada ya kujifungua tunaamini mtoto atakuwa salama au mama atajifungua salama kutokana na maarifa umeyapata na kuyafanyia kazi. Tutadili na mtoto ni wakati gani ambapo mtoto akikutana na changamoto fulani basi uwe makini, na kipindi gani ambacho mtoto akikutana hiyo basi inabidi uweze kuchukua hatua zaidi. Kwa hiyo ni kitabu ambacho kitakupa maarifa mengi na kuweza kuigumbua jamii dhidi ya changamoto ya uzazi na kuepusha vifo vya mtoto lakini na mama wakati ambapo atakuwa katika hali ya ujauzito. Lakini kwa familia na jamii au muuguzi kwa kuweza kutolea maarifa mbalimbali ambayo yanaweza kuwa msaada na kuigumbua jamii. Asante, mpaka wakati mwingine tena.